Ni katika dimba la New Amani Complex ambapo kesho tutashuhudia mpambano kati ya Simba Sports Club ya Tanzania dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini, ambapo muda mfupi uliopita walimu wa vilabu vyote viwili na makapteni wamezungumza na waandishi wa habari kuelekea katika mchezo huo. Mdau wa michezo Friji Bovu naye amepata nafasi kuzungumzia mchezo huo, lakini pia na mashabiki mbalimbali wa klabu ya Simba wamezungumzia kuelekea katika mpambano huo ambao utakuwa ni mpambano wa aina yake katika visiwa hivi vya Zanzibar. Naamini katika uwanja wa New Amani Complex kwa Simba sio uwanja mgeni, kwa sababu ameshiriki michuano kadhaa, Kombe la Mapinduzi, lakini pia Kombe la Muungano msimu uliopita Simba alikuwa ndio bingwa wa michuano hiyo. Lakini kingine tu ni kwamba uwanja mbadilika. Unajua uwanja artificial grass imekuwa ni changamoto kwa vilabu vingi, ndio maana CAF wamepiga marufuku. Sasa hata Simba miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanateseka sana ni pamoja na Medi Kagere. Nakumbuka uwanja wa Uhuru pale Shamba la Bibi, Kagere alikuwa anacheza dakika chache unamwona anachechemea, yani hapendi. Wengi sana huwa wanaumia kutokana na hali ya hewa. Hii ni joto la hali ya juu, sio? Sasa uwanja umeboreshwa na Simba wanaenda kuuzindua, sio? Kwa wamezoea kucheza viwanja kama hivi. So mimi naamini kwa quality ya Simba na klasi ya mchezaji mmoja mmoja, uchu wa upambanaji, Waarabu wanasema jihad, ile jihad ni mchezaji kujitoa yeye binafsi. Lakini pia kocha ni kocha mpya ambaye naye anahitaji mafanikio ndani ya Simba. Kwa hiyo kila mtu pale Simba kwa upande wa wachezaji, wao ndo wana hatima ya kutangaza majina yao, wana hatima ya kupeleka Simba next level. Sio kiongozi fulani, ni kwa ajili ya kwao wenyewe. Kwa sababu mara baada ya michuano hii Simba hatua finali au akichukua ubingwa, trust me, Simba watakuwa na kazi ngumu sana kuzuia wachezaji wao wasiende kwenye vilabu vingine. Imagine sasa hivi baadhi ya nyota hawajamaliza hata msimu, wanahitajika. Mtu kama Lionel Ateba, kuna watu walikuwa wanaweka bilioni 2.5 kule Arabuni alipokuwa amewaka, lakini watu washaanza kumtaka Jean Charles Ahoua. Watu wanazungumza kuhusiana kina Musa Kamara sasa hizi. Watu wanazungumza kuhusiana na kina Elim Panzo. Kwa hiyo wanapofika finali, wanapochukua kombe, Simba wanapaswa kukaa vizuri, kuhakikisha namna gani wanaboresha mikataba haraka sana ili wachezaji wasiondoke, kwa sababu wameonyesha kitu cha tofauti sana. Na kwa ujumla sisi washabiki wa Simba tumejiandaa, tupo tayari kwa mechi, tunafahamu uzito wa mechi yenyewe na ni heavyweight match kwetu sisi, lakini kwa maandalizi ambayo tumefanya kama Simba Sports Club kuendea mchezo huu, basi tunaamini mipango yetu, mikakati yetu inakwenda kutuvusha katika hatua hii na kwenda hatua finali. Tumeambua mbuzi wako nyuma hapo. Tuambie labda pengine ushindi wenu mnautegemea wa kiasi gani? Swala la mbuzi ni wanyama watakatifu ambao kwenye vitabu vitukufu vya Qur'ani wameelezwa kila pahali. Ukiangalia kwenye Qur'ani kondoo wameelezwa kwenye aya moja, lakini mbuzi, ngamia na kondoo wameelezwa katika kila aya takriban. Kwa hiyo kuwa na mbuzi ni sehemu ya sadaka, na ukiogopa mbuzi maana yake huwezi kula sadaka. Kwa hiyo swala la mbuzi sisi kwetu sisi halina mnasaba na ushindi, lakini ni sadaka. Ushindi wetu tunategemea kwa kiasi kubwa, na kwa namna moja au nyingine wastani wa magoli ambao tunaweza tukawafunga ni 3 bila. Na tutoe wito kwa ndugu zetu hao upande wa pili, yoyote ambaye anakwenda kuitia mkono hii mechi ajiandae na mambo mazito ambayo atamkuta siku ya Jumatatu asubuhi. Na yoyote ambaye amedhamiria kuja kumuona Mpanzu hapa Zanzibar, Mpanzu huonekani kwa shilingi 5,000. Kima cha chini cha kumuona Mpanzu ni shilingi 10,000. Sasa anusubiri na shilingi 5,000 yake, asubiri Kombe la Muungano, ajiangalie watu kutoka upande wa pili. Lakini kima cha chini cha kumuona Mpanzu ni shilingi 10,000. Hii wafikishie jamani. Uji wangu najua kwamba toka tulikotoka, na maana tuko na timu kila ilipo sisi tupo. Lengo letu ni kufika finali. Ina maana mpaka tulipofikia saizi lengo kubwa ni kufika finali, tuweze kuchukua rekodi yetu kama ilivyokuwa kuna kuweza kuleta kombe hapa Tanzania. Matumaini ni makubwa sana, 99% tuna asilimia kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuka hatua hii. Kwa mashabiki ambao mpaka saizi hawajatokea hapa, ningependa kuomba kwamba waendelee kuwepo. Tiketi zimbaki chache, ina maana wanatakiwa wafike tuweze kujumuika pamoja ili kesho tukio letu tulishuhudie wote, tukiweza kuwapiga wale goli nyingi ambao jamaa wa Sauzi, tuweze kurudi na ushindi mnono kutoka kurudi Dar es Salaam. Asante sana. Tunapenda tuwajulishe wakazi wa Zanzibar au Wazanzibari, vitu kama hivi vikija nyumbani kuna kuwa na fursa za kiuchumi. Kama mechi ya kesho hairuhusiwi kuingia hata na chupa ya maji groundini. Kwa hiyo tumetengeza matenti kwa wafanya biashara ambao wenye biashara zao waje wauze vitu vyao vya kula, wenye mabaga, wenye ice cream,
wenye shawarma, wenye maji na soda, tumewapa nafasi hizo ili waje wazichangamkie hizo fursa, na mambo hayo yatakuwa yanaendelea katika uwanja huu, kwa sababu uwanja huu hauruhusiwi kutia vyakula ndani wala chupa ya maji. Kwa hiyo kila mechi zitakazokuja kuchezwa hapa, au kama kuna mechi za Muungano, kama zitapatikana fursa kesho kutwa kuchezwa hapa, hizi biashara zitakuwa zinaendelea, zitakuwa hazisimami. Kwa hiyo itakuwa fursa kwa wafanyabiashara wetu. Tunawaambia tena, jamani, fursa kama hizi msiziwache. Wamekuja ndugu zetu kutoka Tanganyika, magurupu chungu nzima wanataka kuchukua hizi nafasi leo, na washazichukua wengine. Tumeanza kutangazia kwenye mitandao, lakini mrejesho ni mdogo sana. Mwenye biashara yake alokuwa anauza kule nusu shilingi, huku atauza shilingi, atapata faida. Katika uwanja wa Amani ambapo kesho kutakuwa na pambano hilo. Mimi ni Bakari Mshauri wa Zinjibar TV.